Sema wazi. The Bible speaks. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ya 5. Revelation chapter 5. Ufunuo wa Yohana sura ya 5. Revelation chapter 5. Ufunuo wa Yohana sura ya 5. Mstari wa 9. Mstari wa 9. Biblia inasema, nao waimba wimbo mpya wakisema. Nao wanaimba wimbo. Ukiona watu wanaimba, huwa ni mara mbili. That is 2 times. Ama wanaimba kwa kuomboleza, either they sing by mourning, ama wanaimba kwa kushangilia, or by celebrating or shouting. Naimba kwa kutukuza. Hao walikuwa wanaimba kwa sababu gani? They were singing because. Walikuwa wanaimba kwa sababu gani? They were singing because. Why were they singing? Walikuwa wanaimba kwa sababu gani? Hawa watu. These people. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Unastahili, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha na jamaa na taifa. Mstari unaofuata. Naomba mstari unaofuata tafadhali. Ukafanya kuwa ufalme. Nao ukawafanya kuwa ufalme. Nao ukawafanya kuwa ufalme. Mstari wa 10 media. Nao waimba wimbo mpya. Unastahili wewe kukitwaa kitabu. You are worthy to take the scroll. Na ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa wale wanaoitwa wa Kristo, those who are called the Christians, wameitwa kumiliki nchi. They have been called to reign over the nation. And it takes power to possess the land. Itaji nguvu ili uweze kumiliki. Nchi haimilikiwi kwa maneno. The nation is in possession. Nchi inamilikiwa wakati mwingine kwa vita. It is possessed by war. Kumiliki, unapoingia swala la kumiliki, when it comes to the matter si swala la kuingia unacheka. It is not a matter of interwild smile or laugh. Wakati mwingine kama tunataka kubadilisha hali za maisha yetu, transform something in your life, we have to change a certain style of life. Lazima tubadili namna fulani ya Wakristo wengi leo, most of the Christians today, wakipatwa na changamoto, when they encounter problems, wakipatwa na matatizo, when they are faced with challenges, wepesi wa kulia, they are quick to wepesi wa kulalamika, they are faster to lament. They keep on lamenting. Wanakuwa wepesi kulalamika. Kulalamika tu. They keep on lamenting. Wakati mwingine ni kulalamika kwa wanadamu. Sometimes you do lament. Na wakati mwingine kulalamika kwa Mungu. And sometimes they lament to God. Kwa nini hali iko hivi? Why all this to be this? We were called to possess the land. Tuliitwa kumiliki. Tuliitwa kuimiliki nchi. We were called to possess the land. Tumeitwa kumiliki nchi. We are called to possess the land. Na uwe na uhakika tukitaka kujenga nyumba. Be assured when you want it is not going to be easy. Sio rahisi. Tukitaka kumiliki biashara, when you want to possess, haitakuwa biashara nyepesi. It won't be easy. Hakitakuwa kitu chepesi. It will not be a miracle. We have to fight. Lazima tupambane. Lazima tupigane. We have to fight. Hata kama umepata kile ulichokuwa unakitaka, you have got what you want. Vita haijaisha. The war is in over. Baada ya kumiliki, baada ya kushinda vita ya kumiliki, unaanza kupigana vita ya kulinda. You start fighting the battle. Lazima uanze kufight of protecting what you have inherited. Ili uweze kulinda kila ambacho umekimiliki. Wangapi wananielewa? Nisikilizwe na watu wenye masikio mazuri hapa.
Try to listen me careful. Shida yako ulipoolewa ukajua ndio mwisho. When you got married, you knew. Ulipovalishwa pete ukajua kwamba shetani ameenda likizo. After being equipped to say, wakati shetani huyo kabla hujavaa pete alishasema hutaolewa. Kwa wao ulipoolewa ukajua umefika. You knew it is over. Na maana Yesu akawaambia Mafarisayo, that's why Jesus spoke and mmeacha mambo ya msingi. You have left the most important things. Naacha kufanya mambo ya msingi. You left the most important kwa habari ya ndoa yako. Unaangalia mambo ambayo sio ya msingi. You focus on things which are not important. Vita ikija, when the battle comes, inakukuta haujajiandaa. It finds you not being ready to fight. Hauko tayari. Not being ready to fight. Kuna mambo yasingekuwa yanakutokea. There are things which could have been happening. Yani kuna vitu visingekuwa kabisa vinakutokea. Things could have not been happening to your life. Kama ungekuwa unafanya kitu fulani. If you would have been you to do something. Kama ungekuwa kwenye hali fulani. If you would have been in a certain situation. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord.